Halo. Ninakusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina ninaitwa Evangelisti Furaha Mbokwa. Ninakuletea ujumbe wa neno la Mungu ambao kichwa cha somo kinasema upandacho ndicho utakachovuna. Somo letu linatoka kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wagalatia 6:7, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maandiko yanasema chochote unachokipanda ndicho utakachovuna. Chochote ambacho unakifanya kwenye maisha yako ya kila siku, hicho utavuna kwa siku moja. Maandiko yananena wazi, ikiwa unamtendea mwenzio mabaya, ujue hakika na wewe kuna mtu atainuka atakutendea mabaya. Ikiwa unamtendea mtu mema, ujue ipo siku kuna mtu atainuka atakutendea mema. Ikiwa wewe unashughulika na swala zima la kuteka watu, na wewe ipo siku utatekwa. Ikiwa unajishughulisha na kuua watu, na wewe kuna siku utauawa. Ukimwokoa mtu, na wewe iko siku utaokolewa. Ukimponya mtu, na wewe ipo siku utaponywa. Ikiwa wewe unafanya kazi ya kukandamiza haki za wengine, na wewe kuna mtu ambaye atainuka atakandamiza haki zako. Kwa maana Biblia inasema wazi, Mungu si dhalimu. Chochote ambacho unakifanya kwenye maisha yako ni mbegu, kiwe chema au kibaya. Chochote unachokifanya, chochote unachokitenda ni mbegu. Ipo siku utalipwa. Sikiliza ujumbe, wewe ambaye unajishughulisha na swala kuteka na kuua watu. Damu za hao watu ambao wameuawa zimefika mbele za Mungu, zinapiga kelele. Hiyo inakuwa ni laana juu yako na kizazi chako. Mungu anakuagiza utubie maovu yako, uache dhambi zako. Ukisoma kitabu cha Mathayo 26:52, Mathayo 26:52, ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Wewe ambaye unatumia upanga kuua mwenzako, na wewe utauawa kwa upanga. Wewe ambaye unatumia pesa, madaraka kuangamiza wengine, na wewe utaangamizwa. Mungu si dhalimu. Macho ya Mungu yako kila mahali, yakimchunguza mtu mwema na mtu mbaya. Yeyote anayefanya ubaya utakuwa juu ya kichwa chake. Ndugu yangu, mkumbuke Farao. Aliwatendea wana wa Israeli mabaya. Mungu alimpiga kwa mapigo 10 na hatimaye akaliangamiza jeshi lake kwenye bahari ya Shamu. Mkumbuke mtu mmoja anaitwa Ahabu na Yezebeli. Hao walihusika kuwatesa manabii wa Bwana. Hao walihusika kumtesa nabii Elia. Lakini mwisho wa siku Mungu alimrudishia Ahabu ubaya kichwani mwake. Ahabu alihusika kumuua Nabothi ili amiliki shamba lake. Ni kweli alifanya hivyo, lakini mwisho wa siku Mungu alimlipa Ahabu kwa mabaya aliyoyafanya. Na wewe hayo mabaya ambayo unayatenda, usifikiri Mungu haoni. Mungu anakuona. Ipo siku atakushughulikia. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi ni kiongozi au raia wa kawaida. Matendo ambayo unayatenda, mambo unayoyafanya, ipo siku Mungu atakushughulikia. Unapaswa kutubu dhambi zako na kuacha dhambi. Rejea kwa Yesu Kristo, atakusamehe dhambi zako. Lakini ukikataa kutubu dhambi, utaangamizwa hakika. Amen.